Moriah Secondary School. Shule ni ya kisasa iliyo katika mazingira tulivu. Shule ni ya bweni kwa mchepuo wa sayansi, biashara na sanaa kwa jinsia zote. Shule inapatikana Kibaha Kongoe, mkoa wa Pwani, kilomita 7 kutoka barabara ya Morogoro, kitongoji cha Vikuge. Shule ni mpya na itafunguliwa Januari 2026 kwa mwaka wa masomo. Ada ni nafuu sana na inalipwa kwa awamu 3. Pia mkuu wa shule anawakaribisha wazazi na wanafunzi wote kujiunga na Preform 1 itakayoanza Oktoba 2025. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0654573422 au 0717068138. Wote mnakaribishwa. Moriah Secondary and High School. Education is thy life. Ni katika maadhimisho ya siku ya watoto wenye mtindio wa ubongo ambayo kimataifa hufanyika kila ifikapo tarehe 6 Oktoba. Leo Oktoba 11 jijini Dodoma kumefanyika maadhimisho hayo katika shule ya msingi Nkuhungu yaliyodhaminiwa na taasisi ya Joy of Hope kwa kushirikiana na taasisi ya Sauti Yetu Foundation. Mwakilishi wa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, Sakina Bugi, katibu tawala wa wilaya Dodoma mjini, amesema siku ya watoto wenye mtindio wa ubongo imewekwa kwa dhumuni la watu kujifunza thamani na ushirikiano wa watu hao na kuwasihi wataalamu wa sekta ya afya kuendelea kutoa huduma ili kutokomeza changamoto hiyo. Kwa siku ya leo tumeelezwa tunaadhimisha siku ya watu wenye utindio wa ubongo. Siku hii huadhimishwa kila tarehe 6 ya mwezi wa 10, na siku hii imewekwa mahususi kwa ajili ya jamii kuhabarishwa kuhusu uwepo wa watu hawa ambao wana haki sawa na watu wengine. Siku hii inatupa siku ya kutafakari kwa nini tunao, walitokeaje, tunaweza kuishi nao vipi, na hapa nieleweke, tunaweza kuishi nao vipi, kujumuika nao vipi, sio kukabiliana nao, ili tuweze kuhakikisha kwa pamoja jamii inafikia malengo, na wao kama watu wenye changamoto hiyo ambayo inasemekana kuwa ni ulemavu wa kudumu inayotokana na hitilafu katika ukuaji wa ubongo wa mtoto, ambayo huathiri uwezo wake wa kutembea, kuongea au kufanya shughuli mbalimbali za kila siku tofauti na mtu mwingine ambaye amekamilika. Hali hii inasisitizwa si ugonjwa ambao unaambukiza. Kwa kuwa sio ugonjwa unaoambukiza, basi tusiwabague. Hili tatizo ama hali ya utindio wa ubongo hautokani tu na chanzo kimoja, unatokana na vyanzo vingi. Tumeelezwa katika ukuaji wa mtoto, kipindi cha uumbaji kwenye tumbo, tumeelezwa mtoto huyu anaweza kuzaliwa na akawa ni mzima, lakini katika ukuaji wake ukatokea changamoto, kaanguka, kaumiza kichwa, la kaugua, kapata homa kuu kali, la mtoto huyu katika makuzi yake hakupewa lishe inayowezesha ukuaji wa ubongo na mwili wake katika ustawi ulio sahihi, la mtoto huyu kawekwa katika mazingira ambayo pia hayamfanyi kukua ipasavyo. Vyote tumeona vina uwezo wa kupelekea mtoto kukua akiwa na changamoto hiyo ya utindio wa ubongo. Hivyo kwa sehemu vyanzo vinaweza kudhibitika, na kuna sehemu vyanzo hivyo haviwezi kudhibitika. Kama hatutowabagua, tutaweza kuishi nao, kufikia malengo yetu ya jamii na kuwafikisha pale ambapo wao wamekadiriwa kufika. Na tunaona watu wengi ambao wana changamoto ama uhitaji maalum na wako katika nafasi mbalimbali za kiutendaji, ni wataalamu wa masuala mbalimbali, wanatoa huduma, ni watu wenye ushawishi mbalimbali katika jamii, ni viongozi wa makundi yao, na pia ni hata wajasiriamali kwa sehemu. Kwa hiyo sisi kama jamii
tuna sehemu kubwa ya kuhakikisha hatuwanyanyapai. Tunatumia majukwaa yote yaliyowekwa ya serikali na sekta binafsi kuwafikisha katika ndoto zao na mahitaji ama malengo ya jamii. Naomba pia kutoa shime wataalamu mbalimbali wa sekta ya afya, tuendelee kutekeleza wajibu wetu kadiri ya tunavyopaswa kutekeleza ili tuweze kuhakikisha kwa pamoja changamoto hii inatokomezwa. Aidha, afisa elimu maalum jiji la Dodoma, Isa Kambi, amesema serikali inapambana kuhakikisha watoto wenye uhitaji maalum wanapata haki yao ya elimu na kutoa wito kwa jamii kuhakikisha watoto wanawapeleka shule. Jiji la Dodoma tunatekeleza sera na miongozo ya elimu jumuishi kikamilifu kuhakikisha watoto wote wenye mahitaji maalum wanaandikishwa na wanapatiwa huduma stahiki. Kwanza huwa tunawatambua kila mwaka, na zoezi hili linakwenda kuanza muda sio mrefu. Pia tunapita kila kata kuhakikisha tumewatambua watoto wenye mahitaji maalum popote walipo, kata kwa kata. Tukisha watambua tunawapima, tunacho kituo cha upimaji ambacho kipo katika shule hii ya Mkuhungu. Baada ya kuwapima tunawapatia afua stahiki. Baada ya kuwapima tunajua huyu aende wapi, anaweza kupata huduma wapi. Watoto hawa wanastahili kupata elimu sawa sawa na watoto wengine. Na sasa hivi tunao mwongozo mpaka wa shule nyumbani. Hata kama yule mtoto kwa mazingira yake hawezi kutolewa kupelekwa shuleni, tuletee taarifa. Tutakuja kutizama na tutamletea huduma nyumbani kule kule, na tunaye mwalimu tembelezi. Na serikali imempa pikipiki kwa kazi hiyo kwa kushirikiana na taasisi ya Light for the World. Kwa hiyo kama kuna changamoto sema ili mtoto wako afikiwe, na wakati mwingine anahudumiwa akiwa nyumbani kule kule. Lakini jambo lingine ni uwezeshwaji wa kiuchumi. Familia nyingi za watoto wenye mahitaji maalum, sio zote, pia wanakumbana na changamoto za kiuchumi. Niombe taasisi mbalimbali, Joy of Hope na wengine, Sauti Foundation, jitahidini sana kuhakikisha mnapata namna gani ya kuwapa semina mbalimbali angalau za ujasiriamali wenzetu hawa, pamoja na mitaji ikiwezekana, ili waweze kumudu gharama za kuhudumia watoto hawa. Lakini jambo la mwisho sio kwa umuhimu ni kupinga unyanyapaa na ubaguzi kwa watoto wenye mahitaji maalum. Sisi jiji la Dodoma tumejipanga kuhakikisha tunapinga unyanyapaa kwa nguvu zetu zote, na tumeanza kwa kupeleka kuanzisha club za elimu jumuishi kwa shule zote za jiji la Dodoma, ili wao wenyewe watoto wao wanapeana elimu baada ya sisi kuwafundisha. Na tumeshafikia shule 97 kati ya shule 107 za serikali. Kwa hiyo tumebakiza shule 10 za serikali, baada ya hapo tunakwenda shule za private. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo tunajitahidi kuhakikisha tunapeleka elimu hii ya kupinga unyanyapaa dhidi ya watoto hawa na ubaguzi, ili kusudi nao waweze kupata huduma sawa sawa na watoto wengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninatoa wito kwa jamii ya Dodoma kuhakikisha hawamwachi mtoto ndani. Sisi tumejipanga kuhakikisha watoto wote tunawahudumia kadri ya hali yake. Hatumbagui mtoto hata mmoja, na pale ulipo shule yoyote ile jirani yako mpeleke. Waambie tumeelekezwa tulete watoto hapa. Ukifika pale wao wanajua wapige simu wapi ili mtoto wako aweze kupata huduma stahiki. Kwa hiyo wewe nenda mpeleke shule yote iliyo jirani na wewe. Baada ya hapo watatupigia simu, tutajua namna kumhudumia mtoto wako kulingana na afua anayohitaji kwa kipindi hicho. Na ni shule ipi stahiki, mazingira gani mazuri kwake, tutakushauri, tutashauriana, tutaona namna gani ambavyo tunaweza kuwapatia huduma. Mmeona mtoto wetu hapa ameandika kwa mguu, sio? Si ndio wazazi? Hivi angekuwa ameachwa nyumbani, mzazi amesema huyu hawezi, ingekuwaje? Angekuwa ameminya fursa yake, sio? Lakini mtoto huyu atafika mbali sana. Atafika mbali kwa sababu sasa ameshajengewa misingi na walimu wake. Niwapongeze sana walimu wa Dodoma Talent. Na tunaye na mwingine anayeandikia mdomo, yuko Mboro Bwawani.
na mitihani yake ya darasa la 4 alipata wastani wa B. Mtaona namna gani ambavyo watoto hawa wanafanya vizuri. Lakini tunaye mtoto ambaye ni zao la hapa, anaitwa Rachel. Yes. Ni zao la hapa, alifanya vizuri darasa la 7. Naye hawezi hata kuandika. Lakini anakaa darasani anamsikiliza mwalimu, na ukimuuliza swali ni wa kwanza kunyosha mkono. Tuko pamoja? Bahati nzuri serikali yetu sikivu inawahudumia watoto jinsi walivyo. Hata mitihani yao inaruhusiwa kupewa usimamizi wa kuandikiwa. Yeye anataja majibu, mtu mwingine anamwandikia. Wanaruhusiwa. Naye mkurugenzi wa taasisi ya Joy of Hope, Shemza Kayuga, amesema dhumuni la taasisi ya Joy of Hope ni kuhakikisha jamii inakuwa na ufahamu na kutambua thamani ya watu wenye uhitaji maalum kwa kuwapatia stahiki zao za msingi. Lengo kuu ni kuelimisha jamii kuhusiana na tatizo kubwa la utindio wa ubongo na kuwafanya wazazi na wenye changamoto hii wasijisikie vibaya kwamba kuna ile zima potofu, wazazi wanaona haibu kuwatoa watoto nje na watu kuwaona. Kwa hiyo tunajaribu kufanya hivyo kuhamasisha watu mbalimbali kwamba hawa ni watoto kama watoto wengine, wanapewa stahiki zao za msingi kwa grupu hilo walilokuwa nalo. Na pia hii inatusaidia sisi kupata wadau pia mbalimbali wa kuweza kuendelea kuwasaidia watoto. Kwa ujumla watoto hawa kuwahudumia ni ngumu mno, wanahitaji huduma nyingi sana za kidaktari. Tumejipanga zaidi, yani hii ni mwanzo na shirika letu bado ni changa, na lengo kubwa sisi hatukulitaka kabisa kuliweka hapa mjini kwa kuwa tunaanza, lakini focus yetu kubwa ni kwenda vijijini kwa sababu changamoto kubwa iko sana vijijini kuliko mjini. Mjini kuna wadau wengi ambao wanasaidia watoto. Kwa kuwa shirika letu bado dogo na tunapambana sisi mikakati yetu ndani ya shirika kufika huko vijijini tunapotakiwa kufika. Yani lengo letu hasa vijijini, na kuna hadi mila potofu zinazowasababishia huko matatizo wa watoto wetu hao wenye changamoto ya utindio wa ubongo. Kuna wengine wanahisi kalaaniwa au kuna kulogana. Yani tuna kazi kubwa na hii ni mwanzo tu. Tuna mpango mkakati mkubwa sana kufika huko vijijini. Na kwa mfano maadhimisho haya leo tumefanya hapa, lakini mpango mkakati wa sisi mwakani Mungu akitujalia uhai hatuwezi kufanya mjini. Tunatamani kwenda wilaya za vijijini kufanya maadhimisho kama haya ili na wenyewe wapate hii elimu. Naomba jamii watusapoti, watupokee, tushirikiane nao. Ili jambo sio la sisi kama taasisi, ila jamii wanaweza katutumia sisi wakatuamini pia kututuma, kutusapoti na kutuwezesha kufikia wahitaji hao wenye hiyo changamoto. Na tunawaahidi kwamba sisi tuko vizuri, tutafanya nao kazi na tutafanya kazi hii kama watakavyotutuma. Ila tunaomba tu kupokewa positive, yani kwa mtazamo chanya, watupe ushirikiano. Maadhimisho hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja na wazazi, huku yakijumuisha michezo na maigizo tofauti yaliyoonyeshwa na watoto hao. Samson Bahati, Sauti Yetu TV. Kimondo cha ofa. Taasisi ya Sauti Yetu Foundation inakuletea mafunzo maalum ya lugha alama kuanzia mwezi Septemba kwa mara ya kwanza nchini Tanzania. Unataka kujifunza kuwasiliana na watu wenye uziwi? Unataka kuwa sehemu ya jamii jumuishi na yenye maelewano? Mafunzo yanawafaa watu wa rika zote na makundi yote, ikiwemo walimu, wanafunzi, wazazi, wahudumu wa afya, wakalimani wa lugha alama na kila mtu mwenye hamu ya kujifunza. Jisajili sasa kabla nafasi ni chache. Tupigie simu namba 0747440200 au 0629754392. Sauti Yetu Foundation tunasema haki ya matumizi ya lugha alama kwa wote. Jiunge nasi, ujifunze, uelewe, uwasiliane.